Mwanaume mmoja mara tu mkewe alipojifungua, mama mkwe ambaye ni mama wa mume alichukua supu zote za lishe ambazo jamaa za mke wakati walikuwa wamepeleka, akampa mwanawe mwenyewe mume wa mke aliyetoka kujifungua. Mama yake mke alisikitika sana kwa ajili ya bintie, hivyo siku iliyofuata akaleta kuku mnono na kumwambia mkwewe mara kwa mara amtengenezee supu mama mchanga ili amsaidie kupona haraka. Kupunguziwa lishe wakati wa kupona baada ya kujifungua kunaweza kuleta matatizo ya kiafya ya maisha yote. Mkwewe alikubali mara moja, akachukua kuku jikoni, akaahidi atafanya kama alivyoambiwa, lakini wakati wa chakula, mama mchanga alipata tu bakuli la supu nyepesi ya sago, mikate miwili migumu iliyopoa, bila tone hata moja la mafuta wala nyama. Akijikaza kuvumilia maumivu ya kujifungua, alimuuliza mumewe, "Kuku aliyeletwa na mama yangu yuko wapi?" Mumewe akaepusha macho na kusita kusema, "Mama kasema tumbo lako bado dhaifu, hauwezi kustahimili chakula kizito, ndio maana hatukumpika." Hakumwamini. Akajilazimisha kuinuka, akatembea hadi sebuleni, na kuduaa alipofungua mlango. Wakwe zake na mumewe walikuwa wamekaa mezani na bakuli kubwa la supu ya kuku ya dhahabu, yenye mafuta mengi. Watatu hao walikuwa wakila kuku na kunywa supu, na nyumba nzima ilinukia vizuri ajabu. Machozi ya mama mchanga yakatoka mara moja, sauti yake ikitetemeka. "Supu ile ilikuwa ya mama yangu, kwa ajili pregnancy. Mlawezaje kuimaliza yote?" Mama mkwe alipiga vijiti vya kulia chini kwa nguvu, akikunja uso. "Ni familia. Chako ni chetu. Mwanangu anafanya kazi kwa bidii kila siku kutafuta pesa. Ni nani mwingine anayehitaji kula vizuri? Wewe unalala tu kitandani mchana kutwa. Huhitaji kitu kizuri namna hii." Mumewe akaongezea, "Ni kuku tu. Nitakununulia mwingine. Usilete fujo umkasirishe mama yangu." Moyo wa mama mchanga ukazama kabisa. Akavumilia maumivu ya jeraha lake na kurudi chumbani kwake kimya kimya. Alilala hapo kuanzia mchana hadi usiku ukaingia. Hakuna aliyemletea hata glasi ya maji ya moto, hakuna aliyemuuliza kama ana njaa. Mtoto alipolia kwa muda mrefu, mumewe aligeuka tu na kuendelea kulala, na wakwe zake hawakufungua mlango wao kabisa. Mapema, mama yake mama mchanga alishindwa kukaa nyumbani kwa wasiwasi, akaleta sukari ya kahawia, mayai na uwele kumwangalia bintie. Mara tu alipoingia, akamwona bintie, mweupe kama karatasi, amelala kitandani akilia kimya kimya. Mezani palikuwa bado na ile supu nyepesi ya jana, hakuna chakula cha moto kabisa. Mama yake alikasirika papo hapo. Alishika mkono wa binti akahisi anaungua. Wazi alikuwa na homa ndogo. Mama yake alikuwa akitetemeka kwa hasira. Akimwelekeza kidole mkwewe, alipiga kelele, "Binti yangu alihatarisha maisha yake kuwapa mtoto, na hivi ndivyo mnavyomtendea? Yule kuku wa jana yuko wapi?" Mama mkwe alitoka bila aibu yoyote, akisema waziwazi, "Tuliula." "Kwa nini? Wanawake hawahitaji kudekezwa wakati wa kupona baada ya kuzaa. Mimi nilizaa bila kitu chochote zamani na sikupata shida." Mama yake mama mchanga alikuwa amechoka kabisa. "Kama hamtamhudumia binti yangu, mimi nitamhudumia. Kama hamtaki ndoa hii ifanye kazi, binti yangu hatabaki hapa kuteseka." Mara moja alijaribu kumsaidia bintie kuondoka na kurudi nyumbani kwao, lakini jamaa ya mumewe walisimama tu pale, hakuna hata mmoja aliyejaribu kuwazuia. Walidhani mama yake alikuwa anatia chumvi na kufanya kitu kidogo kuwa kikubwa. Mama mchanga akarudi nyumbani kwa mama yake na kukaa huko kwa mwezi mzima. Katika mwezi huo wote, mumewe hakupiga simu hata moja, hakutuma ujumbe wowote, hakuuliza hali yake, wala hakuja kumwona mtoto wake mchanga. Kila siku, mama mchanga alimbeba mtoto wake na kulia mara kwa mara. Moyo wake ulipoa kabisa na haungeweza Python kupata joto tena. Siku ya mtoto kutimiza mwezi mmoja, mumewe hatimaye alijitokeza. Mara tu alipoingia, alionekana mkasirikaji na kumpigia kelele mkewe, "Umemaliza kufanya fujo? Mtoto ana mwezi mmoja, njoo nyumbani sasa hivi. Usiwafanye majirani watucheke kwa jambo dogo kama hili." Mama mchanga alimtazama, akiwa mtulivu na tupu kabisa moyoni. Alisema kwa upole, "Tunaachana." Mumewe alishtuka kisha akalipuka. "Kwa sababu ya kuku mmoja tu? Inafaa kweli? Mtoto bado mdogo. Unataka akue bila baba?" Mama mchanga alicheka kwa baridi, akatoa simu yake na kucheza rekodi. Sauti ilisikika wazi kabisa.
Katika rekodi hiyo, mama mkwe alimwambia mwanawe, mpuuze. Wanawake wanahitaji kuwekwa mahali pao ili wasikilize. Hakupaswa kupata kuku ule hata kidogo. Ni bora zaidi tukaula sisi. Mumewe alikubaliana mara moja katika rekodi, mama ni sahihi. Mpuuze kwa siku chache. Atarudi mwenyewe. Uso wa mumewe ukawa mweupe kabisa. Hakuwahi kufikiria mkewe alikuwa amerekodi tukio zima kwa siri. Kabla hajaomba msamaha, mama yake mke alitoka na karatasi za uchunguzi wa hospitali na kuzipiga mezani. Unadhani hii ni suala la kuku tu? Mke wako alipata kutokwa damu nyingi sana baada ya kujifungua. Daktari alisema, waziwazi alihitaji chakula bora na mapumziko. Hamkumpa chochote chakula, mlimchosha, akapata homa kwa kupuuzwa. Hata kizazi chake kimeharibika. Hii ndiyo ripoti rasmi ya uchunguzi. Lau jambo baya zaidi lingetokea, mngewezaje kurekebisha? Ikawa siku ile mama mchanga aliporudi nyumbani kwa mama yake alimpeleka moja kwa moja hospitalini. Vipimo vilionyesha kuwa kwa sababu hakuna aliyemhudumia wakati wa kupona, alipata matatizo ya kiafya ya kudumu. Akiwa ameangalia ripoti ya uchunguzi na kusikia rekodi ile, magoti ya mumewe yakalegea. Akaanguka chini kwa magoti, akiomba msamaha mara kwa mara, nisamehe sana. Nisingepaswa kumsikiliza mama yangu. Nisingepaswa kukuumiza. Tafadhali nipe nafasi nyingine.